Tufungue kitabu chetu cha Mwanzo 1 verse 29. Kitabu chetu cha Mwanzo 1:29, Genesis. Mwenye amepata atusomee. Mwenye amepata atusomee. Mwanzo 1:29 or Genesis 1:29. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, itakuwa ndivyo chakula chenu. Mungu alimwambia binadamu bila alitengeneza Eden. Sasa tuko back to Eden. Bila alitengeneza Eden, Eden ilikuwa na kila kitu, na alimwambia binadamu, kama we binadamu, we kula matunda na mboga, na wanyama wote wakule matawi, ndio chakula yao. Sisi kama binadamu, Mungu mwenyewe alisema tukule mboga na matunda, na walikuwa wanakula matunda, walikuwa wanafurahia hiyo chakula yao, walikuwa belu, hakuna kitu walijua, chochote walitaka walikuwa wanapata, juu chakula chote waliwekewa pale. Walikuwa ukitoka nje unapata matunda, unachuna unakula. Ukitaka mboga unapata mboga, unafanya nini? Sasa nyama unaenda kuchinja nyama, na Mungu hakusema, juu Mungu hata yeye alikuwa anarumia hizo wanyama yeye aliwatengeneza, aliwaumba. Sasa wewe unachukua nyama unakula, na Mungu mwenyewe ndiye aliwaumba. Lakini binadamu akaingia dhambini. Na dhambini tuliingia namna gani? Tuangalie vile dhambi iliingia. Juu tulimwambiwa tukae tukule. Hata ukifanya imagination, unaonaje? Umewekwa mahali ukule ufurahie matunda, ukitaka unapata mboga, ukitaka unafanya nini? Unapata. Lakini binadamu akaona hiyo hawezi, anaanza kuingia dhambini. Tena tusonge kidogo kwa Mwanzo 3 verse 1, usome mpaka verse 7. Ni refu lakini usome tusikie. Ni kwa nini binadamu waliingia dhambini? Ndio imeandikwa dhambi na adhabu yake. 3:1 inasema, nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivyo ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yote ya bustani. Hili nasema, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti ya bustani twaweza kula. 3 inasema, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu asema, msiyale wala msiyaguze, msije mkafa. 4 inasema, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. 5 inasema kwamba kwa maana Mungu amejua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. 6 inasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kuwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamkia kwa maarifa, basi aliitwa katika matunda yake akala, akampa naye mumewe, naye akala. 7 inasema, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mti wakajifanyia nguo. Asante sana. Binadamu ameingia dhambini sasa. Na kutoka kwa nani? Kwa mama. Eden walikuwa wawili, Adam na Hawa. Hawa alikuwa mama. Hawa badala kae na bwana yake kwa nyumba, ametoka kwenda kutafuta maneno. Ameenda kusurura. Alisurura mpaka akakutana na nyoka. Na nyoka
ni shetani mbaya. Wamekutana na vile wamama wanapenda kufanya. Badala kae kwake, anapenda kuenda kutafuta maneno nje. Wamekutana na nyoka. Hawa kukutana na nyoka wakaanza kusengenya nani? Mungu. Na wajajua kama Mungu ndiye waliwaumba. Wameanza masengenyo. Choka anamuliza, ati nasikia umekataza usikule matunda yenye iko katikati. Ye pia mwanamke anajibu na ujinga yake. Ati Mungu alituambia tusikule hiyo matunda yenye iko katikati, ati tukikula tutakufa. Nyoka anamwambia, hapana, utakufa. Mungu anajua ukikula hiyo matunda utakuwa mwerevu kama yeye. Mama akaanza kufikiria, kumbe hii matunda nikikula nitakuwa mwerevu kama Mungu. Akasema kwa roho yake, anaona kama hiyo matunda pia ni tamu. Akachuna moja kukula, akabeba, anapelekea bwana yake. Ni kama wamama pia wanabebanga maneno huko nje, wakipeleka kwa nyumba yao, na wajui kama hiyo dhambi, hiyo kitu amebeba anapeleka kwa nyumba, ajui ni dhambi inaenda kumuua. Anapeleka matunda kwa nyumba. Kufika kwa nyumba, amefika kwa nyumba na dhambi, amebeba dhambi, anapelekea bwana yake. Anamwambia, bwana, hii matunda tulikatazwa tusikule, kumbe tukikula tutakuwa mwerevu kama Mungu. Bwana anamwambia, na Mungu alikataa tusikule. Alisema tukikula tunakufa pana, tukikula tutakuwa mwerevu kama yeye, hebu kula. Bwana pia bila anapenda bibi yake. Unajua Bwana akioa anapenda bibi zaidi. Sasa bila anapenda bibi yake, anaogopa akikataa kukula hii matunda, bibi atamwacha. Kukula bila walikuwa belu, sasa si ya belu. Macho yao ikaona, wameona, wamepata, wako namna gani? Tayari wameleta dhambi. Na dhambi imeletwa na nani? Na mama. Mama hakuna haja ya kuamuka kwako asubuhi unaenda kutafuta maneno nje. Kutafuta maneno nje ndio inaribiaga nyumba za watu wengi. Hata kama uko rafiki na mama mwingine, angalia ni mama aina gani unaongea na. Tuwache masengenyo. Masengenyo haipeleki mtu mahali. Masengenyo inaleta tu dhambi kwa nyumba. Mabwana pia, kuna mabwana wengine pia wanapenda masengenyo. Wanawacha hata mabibi zao wakiangalia mabibi zingine hivi, wanalete maneno ya nje. Na wewe bwana unatafuta maneno nje, wewe ni bwana ina gani? Jiulize wewe mwenyewe bwana, kama unasengenyana nje. Juu masengenyo inatoka kwa mama. Wamama ndio tunajua ni wasengenyo sana. Lakini ukiona wewe uko kwa hali mbaya ya masengenyo, omba Mungu akuondolee hiyo dhambi ya masengenyo. Unajua saa ile unapenda kusengenya sana, uko na shetani, hiyo ibilisi ya nyoka. Hiyo uko na nyoka. Nyoka amekudanganya. Uende danganya. Tuache masengenyo. Tuwe wamama, ukiamuka asubuhi, tengeneza nyumba yako, ukitoka enda kwa kazi yako, utafute kazi ufanye. Sawa? Tuendelee mbele tena. Tuangalie hiyo kitabu tu. Genesis 3 verse 1 usome mpaka 7. Genesis 3 ni sawa? No, Genesis 3 verse 13. Tusome verse 13. Inasema, Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka ndo alinidanganya nikala. Endelea. 14 inasema, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu gani umefanya hayo? Umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbini utakula siku zote za maisha yako. 15. Nami
nami nitaweka uadui kati yako na huyu mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utaponda kichwa, na wewe utaponda kisigino. Asante sana. Tuache tu hata hapo. Saa ile umefanya dhambi, Mungu tayari anajua. Hakuna kitu Mungu hajui. Hata ufanye dhambi aina gani, anajua. Hawa wamefanya dhambi na bwana yake. Wamepata, wametoka kwa Belu, sasa wameona. Wamepata, wako uji, wanaanza kujificha. Kuna mali watu utajificha, hauwezi jificha. Mungu tayari amejua wamefanya dhambi. Mungu anasonga karibu, anakuja bila alikuwa anatembea. Anakuja. Adam amesikia kama anatembea, anakuja. Adam ameanza kujificha, kutafuta matawi, na matawi ni chakula ya wanyama. Ametafuta matawi, amejifunika naye mwili yake. Mungu tayari anakuja, anaita, Adam, uko wapi? Adam anasema, nimejificha, niko uji. Ulishakula matunda nilikukataza? Adam anamjibu, yeye pia anastaki Mungu. Wewe bibi ulinipatia, ndiye amenifanya niingie dhambini. Mungu anauliza Hawa, umeshakula matunda yenye nilikukataza? Hawa sasa anasema, ati nyoka ndiye amenidanganya. Sasa Mungu anaendea nyoka. Anamwambia nyoka, usharibu hawa watu. Sasa naweka adui katikati yenu. Sasa nitaweka adui. Wewe ukikutana na binadamu, utauma kisigino ya binadamu. Na wewe utatembea na tumbo yako, na ukikula mchanga. Na wewe mwanamke usafanya dhambi, utakuwa na mimba na utaumwa wakati wa kuzaa. Utatamani kukaa na Bwana karibu na wewe, na utapata. Utaumwa siku yako ya kuzaa. Sasa laana imeingia katikati yetu. Mungu ametulani. Na ni ukweli. Mama ukiwa na mimba, wakati yako ya kuzaa, unasikia uchungu kiasi gani? Utatamani kukaa na Bwana karibu. Hata huyu bwana yako utatamani kukaa karibu na wewe. Hata itakikani Bwana akaa karibu na wewe. Juu tumefanya dhambi. Dhambi imeingia. Na sasa kama unataka kutenga na hii dhambi, tuombe Mungu atusaidie. Mungu ametuchagua katikati ya watu wengi wajui Mungu. Hata wakuji kwa kanisa, wajui kanisa. Na wewe Mungu amekutafuta, amekuleta kwa nyumba ya Mungu. Umeshaletwa kwa nyumba kwa Mungu, umeanza fitina. Unaleta fitina kwa nyumba ya Mungu. Nyumba hii sio nyumba ya fitina. Hii ni nyumba ya maombi. Na maombi, ukikuja kwa maombi, sikia maneno ya Mungu. Ukishasikia maneno ya Mungu, enda kwako. Na ukianza fitina na kitu umefanya kwa hii kanisa, hata ukileta kwa fitina, ningeongea kwa juu ya kwaya. Wajue kitu nataka kusema leo. Isipokuwa wako. Wakwaya last year waliresist. Wataki kuimba. What about this year? This year wenye walikuwa wanaimba wamewacha. Sasa hii watauliza, kwa nini watu wanatuacha waimbi na sisi? Wajui last year waliresist, na Mungu analipa. Hakuna kitu utafanya Mungu atalipa. Mungu sasa amelipa. Wana resist. Wajaona ni Mungu ndiye amefanya hivyo. Wali resist last year. Wataki kuimba. Mungu ameresist. Na hawa sasa wamebaki peke yao, wanasema ni kwa nini watu wajiunge na sisi? Wajajiangalia last year walifanya aje? Sasa imeshatendeka, na mwenye masikio asikie, mwenye ako na macho aone. Ukikuja kwa kanisa, usisindane na hawa elders. Elders ndio wako next to pastor. Pastor ako next to Mungu. Na usiende kwa pastor wewe uko unajua maneno. Wacha elders wapeleke maneno kwa, hata wakifanya mbaya wasaidie kufanya hivyo mbaya. Na ukijua anafanya mbaya, ende uonge naye pole pole. Usiresist.
Don't resist with them. Leave them. Wachia Mungu. Ombea Mungu ambadilishe. Hakuna mwenye anaweza kubadilika peke yake. Wewe unasema weko mzuri. Unajuaje uko mzuri? Kwa nini unaweza ongea juu ya mtu ni mbaya? Unajuaje ubaya yake? Saa nyingine wewe ni mbaya kusinda yeye. Tuombe Mungu. Mungu ndiye anatusaidia. Saa nyingine uko hapa, unaomba Mungu shamba mara nyingi. Una hata kazi. Omba Mungu. Piga magoti, hata kuna haja ya kutangazia mtu usida yako. Piga magoti yako. Omba Mungu, mwambie Mungu mahitaji yako yote. Na uweke agreement na Mungu wako. Chenye unataka, chenye inakusumbua. Piga magoti, mwambie Mungu. Andika hizo vitu zote unataka kwa Mungu. Mwambie siku moja, mwambie Mungu, leo nimeomba sana. Nimeweka agreement na wewe. Naomba hii na hii na hii nataka. Omba. Na Mungu atakujibu. Tuwache maneno ya kutangatanga. Unatoka kwa kanisa, unaenda nje. Unasikia? Nje unaenda kufanya nini? Kwenda kwa maganga. Juu umesamba Mungu sana. Hajakujibu. Sasa unaenda kwa waganga. Waganga watakugagia nini? Hakuna kitu watakusaidia. Kama Mungu hajakusaidia kwa nyumba yake, mwenye amekurogota mahali huku ulikuwa zamani, akakuleta kwa nyumba yake, unarudi nje kwenda kwa maganga akugangie. Hakuna kitu atakugangia. Hakuna. Ukijua umefanya hivyo, piga magoti yako. Mungu akusamee. Hakuna mwenye tunaenda kuomba msamaha, ni Mungu tu. Hata mama yako hawezi kukusaidia. Siku ya mwisho utakuwa peke yako na utajajiwa tu peke yako. Tuende tena tuangalie kitabu cha Daniel. Tuende kwa kitabu cha Daniel. Daniel 1 verse 8. Mwenye amepata atusome. Inasema, lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi wa chakula cha mfalme, wala kwa divai alivyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Hapo ni sawa, asante. Daniel alikuwa mtoto wa Mungu. Na mfalme ni mtu mwenye kujua Mungu. Sasa Mungu alikuwa anatumia Daniel ya kuonyesha watu wajue Mungu. Daniel alipendwa na mfalme. Sasa mkubwa wa mfalme, kuna watu wenye wanawekwa kwa mfalme, wanachunga watu, wanaangalia watu. Mfalme alimwambia akina Daniel wakule chakula mzuri yenye iko kwa mfalme. Lakini Daniel hakupenda chakula yenye inatengenezwa kwa mfalme. Kama kukunywa divai, kukunywa vitu iko tofauti na chakula mzuri. Daniel alikata juu alijua chakula yenye inatengenezwa kwa mfalme ni chakula yenye iko nyama, iko pombe. Wangapi wanafanya kazi, wakitoka kwa kazi wamepewa msaada, wanaenda kwa mama pombe. Wanasema, unipimie pombe, pesa imejaa kwa mfuko. Si atakunywa pesa yote. Sasa pombe imemsaidia na nini? Ukikunywa pombe, utakuwa mjinga. Utakuwa ukilala tu kwa mtaani. Ujui hata mali huko. Ukifika kwa nyumba, unafika kama mwili yako iko matope. Hata bibi atachoka na wewe. Na bibi atakuacha. Wache maneno ya kukunywa pombe. Kukunywa pombe hakuna mali itatupeleka. Juu kuenda kwa mama pombe utakunywa. Kweli utakunywa. Lakini ukitoka kwa pombe utakaaje? Hebu fanya imagination vile utakaa ukitoka huko. Tuache maneno ya pombe. Hivyo ndio Daniel aliona kwa roho yake. Akikuwa kwa anasa ya hiyo ya ufalme,
atapotea, hatakuwa kama mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu anakuwa mtu msafi, lakini huyu mfalme alikuwa anataka awe na afya nzuri. Ndio mfalme alikuwa anataka akule chakula mzuri ya mfalme, lakini alienda akaongea na mkubwa mwenye alikuwa anatengeneza chakula, kumwambia, tuendelee mbele, soma tena. Alimwambia afanye nini, akule nini. Alimwambia huyo mkubwa ya mfalme amtengeneze chakula cha nani alikuwa anasoma? Chakula cha Danieli 1. Tunaendelea na 9. Endelea na 12. 12. Tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10 na watupe rudi 11. 11 inasema, ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matowashi amweke juu ya Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. 12 nasema, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10 na watupe mtama na maji tunywe. Endelea tu. 13 nasema, kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme, ukatutendee sisi watumishi wako kadri ya unavyoona. 14 nasema, basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. 15 hata mwisho wa zile siku 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Amen. Daniel alikataa kukula chakula ya mfalme. Alimwambia Abesena, huyo mkubwa wa wafalme, alimwambia, sisi utupikie tu mboga na maji. Aspenas alimwambia, sasa nikikupatia mboga na maji peke yake utakonda, alafu mfalme akiona sisi umekonda, mimi naweza wawa na nitakufa. Akasema Mungu pia akaingia kwa roho ya Aspenas, huyo mkubwa wa wafalme, akaingia kwa roho yake, awache hao wakule tu mboga. Daniel walikula mboga na maji tu ndio walikuwa wanakunywa, na mwili yao iliendelea kukua tu mzuri mpaka siku 10 hiyo aliomba. Walikuwa siku 10 wakikula mboga na maji, na mwili yao ilikuwa mzuri kushinda wenye walikuwa wanakula kwa mfalme. Hebu imagine, wao wanakula mboga na maji peke yake, na wenye wanakula kwa mfalme wanakula vitu mzuri, wanakunywa pombe, na mwili yao haikufikia akina Daniel na wenzake wenye walikuwa watu wa Mungu. Sasa kama wewe, mboga ni chakula, Mungu mwenyewe ndiye alisema tukule. Nyama hatukumwambiwa tukule. Hii nyama, kuna wakati maji ilipeleka vitu, wakati wa Noa maji ilipeleka mboga, kila kitu. Ndio Mungu alikubali watu wakule nyama juu sasa vitu zote ilikuwa imeenda na maji, hata matunda ilienda na maji. Lakini mboga kama ilianza kukua, watu walirudi kwa mboga. Lakini sasa tusiende mbali sana, tutarudi saa 8 tusikie ubaya wa nini wa nyama. Kwa wenye wanakula, turudi saa 8 tusikie uzuri ya nyama ama ubaya wa nyama. Lakini kitu mimi nawacha naye binadamu wenye wako hapa ndani, Mungu ametutafuta, ametusanya katikati ya watu, ametuleta kwa nyumba yake, na siku imekaribia. Hata kuna kuna sign. Mungu alisema ukianza kuona ujue siku yake ni
karibu. Siku ya Mungu ni karibu. Ukiwa hapa, tafuta njia ya kufuata Yesu na umwambie Mungu akushike. Mwambie Yesu akushike. Akikushika utaanguka, na ukimshika unaweza choka uanguke. Tafuta njia ya kushika, kumwambia Yesu akushike, na kumwambia Yesu ni kuomba. Unajua umeshafanya dhambi, omba Mungu akusamehe. Kuna masharti imewekwa, ni masharti 10 aliwekea binadamu kupitia kwa alipatia Musa kwa mlima ya Sinai. Hizo masharti guide us. Ukienda kufanya mbaya, unaangalia kuna masharti kama usiibe. Ukiiba si utakufa. Usitamani. Kutamani limebeba dhambi zote. Tamaa inaleta asida. Tamaa ndio imeshafanya wamama wanatoroka wanaenda. Tamaa ndio imefanya wababa wanatoroka wanaenda nje. Na ukienda nje kutafuta, tamaa imekupeleka nje huko. Unakutana na bibi smart huko nje. Unaona ule uko naye ni mbaya. Si hiyo ni tamaa ndio imekupeleka pale. Omba Mungu akutoe kwa hiyo tamaa. Unanielewa? Hata mabibi, tamaa ndio inakupeleka uone bibi bwana ya mwingine akuchukue. Tuache tamaa. Tamaa ndio imeona nguo mzuri huko nje, unatamani kuiba. Kuiba ni kifo. Sio kukipa wakati wa mwisho. Hata wewe ukikutana, mtu akikutana na wewe ukiiba kitu yake, si atakuua? Kuiba ni mbaya, tusiibe. Na kufanya usherati pia ni mbaya. Unaenda kufanya usherati na bwana mwingine, si bwana yako. Hiyo pia ni dhambi. Waachana na dhambi. Epuka na dhambi. Tuepuka na dhambi. Dhambi ni mbaya. Tuache dhambi. Turudi kwa Mungu. Tuombe Mungu. Tukishafanya hivyo zote, omba Mungu. Piga magoti yako. Mwambie Mungu dhambi zako zote umefanya. Akusamehe. Na Mungu hata akataa kukusamehe. Na kuna dhambi dogo na kubwa. Dhambi zote ni sawa. Nimefika hapo, nimewacha na hapo. Watu warudi saa 8 tuendelee. Baada ya mahubiri kutoka kwa mama, nasemaje? Amen. Nasema tuinuke tuweze kupata ombi.